Hello, good people. We're on Fantana Podcast and your host, Purity Nekesa. And in the house today, we have a DJ. Our guest is a DJ. Karibu sana. Sandy. Tafadhali ambia watazamaji majina yako kamili na wewe ni nani? Kwa majina kamili naitwa DJ Paul. DJ Paul KE from Sediza Bukembe. Mimi mwenyewe natokea Bukembe. Mimi ni Muluya. Mimi ni DJ ya. Kwa Waluya pia kuna DJ tumekujia. Yes, Yaramo uko wengi. Karibu sana Paul. Nimekaribia. Karibu sana. Sandy. So, we are going to talk about you. Yes. DJ ni nani? DJ anafaa kufanya kazi gani? DJ kazi ya DJ ni zini wanasemanga, wazungu wanasemanga tu moods. Kuna kitu inaitwa moods. Maybe mtu ako kwa moods zake, mtu amekasirika, ama maybe mwingine yani situation za watu zina create kitu inaitwa DJ, mtu kwa DJ. Unaona? Maybe mtu anaweza kueleza kwa amekasirika, sema hebu niende mahali muziki iko nisikilize, sikilize mix za huyu jamaa. This maybe inaweza poa. Sasa timnani na moods ya mtu, so unaona? That's the work of the DJ. Paul. Can anybody become a DJ? No, DJing ni kitu in passion. Maybe lazima uko na passion kwa sababu uko DJ. Kuna tofauti ya DJ kwa yule mwenye ako na passion, DJ mwenye anaenda academy for training. Okay. So hapo kwa training na yule mtu mwenye anafaa kuwa na passion. So tuseme, must you go in a school to train to be a DJ? No, probably no, cause kuna like me, there's a state for me, for myself. Ni kitu ilianza nikiwa utotoni mwangu, so unaona. Okay. Niko bado young, hiyo time miaka ya kitu 2010 hapo nyuma. Sasa ilianza kwa passion kidogo kusikiliza hizo radio ndogo za makaa. Hivyo mpaka sasa hivi. Hadi wewe ulikuwa na hizo za makaa. Hizo. Nauliza kama wewe ulianza kusikiza mwenyewe, then ukagain na kupata hiyo passion ya kukua DJ. Yes. Nani alikuinfluence? Influence mimi kwa DJ. Kuna DJ anaitwa DJ 212. Anajizanga pale Radio Maisha. Yes, wako kwa kampuni moja, wanafanya kampuni inaitwa Big Nation Kenya. Wanafanya hapo kazi ya mambo na media. Pia wanapiganga vitu na live road shows nini. Sasa mimi kila time nikitoka shule nilikuwa naingia hapa pale na nyumbani napata radio. Nikala bara Radio Maisha. Nasikiza design msana anacheza ngoma, nasema unatamani pia ni kwa DJ. Sasa kuna types ya ma DJ labda? Types. Kuna types za ma DJ, like huyu inafaa kuwe tu hapa na huyu inafaa cheze kwani events tofauti. Can you grade being a DJ? Okay, grading. Hapo kwa grading determining na energy ya mse. Fenye mwenyewe anachituma. Kuna yule DJ ukimweka kwa event ya nje au dido nje, kwa sababu kitu kama harusi. Msanii sasa chituma afurahisha watu wako. Okay. Lakini for like kitu kama tuseme club unajua ulevi ndio mingi huko. Sasa maybe mtu amecheza kitu kama tuseme funeral ama event ya nje, maybe harusi, wedding. Na umweke club, unaona kama hype. Unaona kuna kitu inaitwa hype. Unaona zile ngoma unatumianga kwa wedding, sisi zile ngoma mtu anaweza tumia kwa matanga. Exactly. Maybe anaweza mess up, unaona crowd. Hivyo that is it. Now how do you manage your crowd? Like uko kwa matanga, uko kwa harusi tuseme. Hizi pati mbili ni tofauti. Kuna watu wanalia na kuna watu wanasherehekea. Na swali langu, una tofautisha aje muziki ya kucheza kwa matanga na kucheza kwa harusi? How do you grade your music? Sasa hapo pia inadetermining na DJ pia kwa na creativity. In a way that akienda kwa matanga ajue ni ngoma gani anacheza. Tell with the time, akiwa na time, kuna kitu inaitwanga research. As a DJ, research ni kitu yenye msee afaa tu kama ni DJ unafanya kila time, unaona. Upange kama ni for credits zako kwa machine, laptop, kama computer yako hapa, desktop ama hard disk. As long as upange vitu zako, kama ni ngoma za matanga unaweka kwa hizo za matanga. Yote inaitwa library. Library, like that. The library, something like that. Sasa ukiongeza research na ukiongeza na bidii na creativity, unaweza case au sio unataka unaona. So mimi nauliza ndo mfanye hizo research. Wewe unajuaje ngoma mpya zenye zimekuja, latest songs? Mnajuaje? How mnajuaje? Like machine yangu mimi connect automatic
internet automatic. Okay. Kuna website fulani hapa kwa mashine yangu mwenyewe naijua. It's just a secret website. Siwezi sema watu watanisa. Kuna mtu anataka kujua how do you get to know there is a new music? Kuna mtu amedrop leo, kuna mtu leo, yes. Watu wengi sana wameachilia muziki mpya leo. Yes. So mtu anataka kujua kwani kama ni DJ. Yes. Hivi mimi najiuliza unajua aje kuna ngoma mpya imetoka? Sababu inafaa maintain hiyo level unaona? Na by the way hiyo kitu wasanii mabeshte wangu wengi sana huwa wananisumbua na hiyo swali sana. Wanataka kujua. Wale mostly wale wenye kwa ushago nyumbani nikienda nyumbani. Nasikia msana kuambia kuna ngoma fulani kuna sikia anaweza kuimbia lyrics. Lakini ndini ni msanii gani msanii gani aliimba hiyo ngoma? Sasa ni ngoma. Yeah. Like iko hivi kuna website zile za muziki zenye wameka international websites. Okay. Like for example kitu kama Apple Music, kuna Boomplay, kuna Chrome hata pia Chrome pia. Kuna Vidmate, zile website zote. Sasa ni lazima uende usign kwa account zao, sign in na ni kama contract pia. Sasa the moment where you have nini uko online maybe umenunua bundles, the website itakuwa inakupea notification kama kuna msanii ametolea ngoma mpya. Kama sio ni ngoma msanii ametoa ni international levels. Lakini hao wasanii wadogo wale wenye bado hawajaamuka hawajafika international level, pata ngoma zao inapanga ngumu, maybe msanii mwenyewe akuletee ngoma kwa studio yako ama place unakaa, unaona hiyo ya. Okay. But for zile ngoma ziko international levels, hapo ni msetu unasipata kwa online content zenye ziko. Yes. Now unakaa aje azim wewe na watu wako tuseme uko nje? Yes. Uko nje unacheza hiyo ina party maybe kwa matanga ama ya harusi tuseme, yes. Ama tu hiyo home party. Yes. So umeitwa kama DJ. Yes. Una balance aje crowd yako, hiyo impact yako na crowd unajuaje wamefurahia muziki? Yes, the moment unaona watu wanaamuka wanaanza kucheza, hapo utakuwa kwa mind yangu I will just tunaweza cheza tu sababu ni muziki, but sasa huyu DJ tutafanyaje? No, kuna venye crowd ukiweka ngoma Kenya ngoma yenyewe wasa wataki. Kuna wale wasio wanaweza kuambia tu kweli yenyewe DJ tunacheza uko out of 10 nini unaona yeah. Lakini ukiona msana kuambia hata unaona nakupea mtu hata mtu anaweza kupea gift by the way. Mostly ni clubs hizi vitu kwa sana happen kwa clubs. Unaweza cheza ngoma unaona msana amekupea 1000. Mama amekupea amekubaia something like that. Na unajua unafanya kazi. Hapo by the way hapo ndo utakuta kumbe kuna kitu unafanya. Kuna kazi unafanya. Yeah, lakini maybe ukitoka hapo ndo hadi unaona mdozi mwenyewe amekupea kazi anakuambia hey unarudi tena. Yes, sasa kitu kama inaonyesha ni kwamba unaenda wakati na chini kuna impact, a positive one. Yes, like that. Sasa iko hivyo. Yeah. Now how do you grade your music? Zangu mimi muziki zangu nilianza kitambo grade by the way, nilianza nikiwa high school. Pale nikiwa form 1 nilikuwa nimenunua kitu inaitwa hard disk. Sasa ilikuwa natafuta the big DJs wenye wamekuwa kwa our region. Like sasa hii Bukembe East, hizi ni Bukembe East. Like mse kama DJ Chalo. Yule mse mwenye nilikuwa nakaa naye pia ananifunza niambia hapana Paulo ukitaka hii passion ikupeleka mahali. Tafuta hata kama asifunga kama uweze avoid hata machine peke yake, tafuta hard disk. Mwenyewe utakuwa nakusaidia kupata. So ni kitu unasoma uko ready kusoma kila siku? Yes, from experience sana. Wewe mimi nafikiria ni muziki tu you pick and go. No, hapana si hivyo. Sasa kuna mtu kama Chala alikuwa pia ananimotivate. Kuna wanaitwa DJ Wallet. Pia wako tu wako Webuye, sidiza Webuye huko. Wasena kaanga nao, wanani keep company, wananiambia wananimotivate. Unaona yeah. Wasekama DJ Paul, kuna kitu nataka nielewe na mtazamaji pia. Labda nataka aelewe. Kuna kitu inafanya mtu anakuwa unique na kazi yake. What makes you unique? Kitu inafanya unakuwa unique ni first unakuwa na your own instruments. Kitu kama machines, your own machines. Uko na machine na uko na maybe wacha niseme branding, una brand yourself. For example in social media, all websites in social media umejeka kwa sababu umesema DJ Paul. Mtu akitaka kujua mtu ni DJ atajua aje. For me nimeka logo ya kuonyesha mimi ni DJ. Na sasa mtu akikuza hiyo link akija kwa website ataona mimi ni DJ nimeweka my logo. Akikuja akiona for example laptop yenye kwa hivi nimeiba ya kitu inaitwa stand, unaona laptop stand. Sasa mtu akiona by then anaona by then stands la banga za DJ. This is not for
si kitu tu ya kusoma. Yes, like this laptop na hii tuko ziko mbili. Unaona hii imekaa chini. Ziko na kazi tofauti. Yes, like that. Okay. You brand first, una brand yourself kwanza. Branding. Yes. Talking of your branding. Yes. Yako ni gani sasa? Like mimi, for me, my side, niko na my own machine. Moja ndo hii, kuna nyingine nimeacha huko. Alafu niko na my own t-shirts. Hata sijakuja nayo. Okay. Niko nazo nimejibrand pia nimeandika huko my number na DJ Paul. Yeah. KE. Yes. Hiyo ndo branding inaitwa branding. Alafu kitu kingine ni kujimarket. That is how you can brand yourself. Now how do you market yourself? Like unajimarket aje huku nje ndo wajue DJ Paul kuna mahali natafuta, niko na harusi, niko na matanga, niko na event fulani. Nataka DJ. Yes. So unajimarket aje? Mimi for me on my side nachezanga fanya naenda clubs. Cheza club. Kuna msee mmoja tu hapa, hata kama ni best yangu ama si best yangu, utaona amechukua namba yangu. Yes. Alafu nikienda party, any party yenye naendanga ku-host, unapatanga wase wamefurahia amechukua namba yangu. Sasa the moment na after the event, mtu anakuja sema anakuambia, mimi ni mtu fulani, nilikuona mahali ukicheza ngoma, umecheza vizuri. Nataka nikuje unifanyie kazi na hii place fulani, unaona. Sasa unaenda ukigrow, unaona. Ni kitu yani unaanzia chini lakini una grow pole ukisongana. Iko hivyo. So kuna ile mnaenda nje, you go for an event, then kuna challenges mtu ana encounter. Hakuna kazi kukosa challenges. Niambia ati DJing hakuna challenges. So kuna challenges, mna face challenges out there kwa parties, kwa nini? Kwa kazi zenu challenges ziko. Yes, challenges ni nyingi. Ume face challenges? Yes, na ukazi handle vipi? Like for me, challenges mimi for me say up to now, challenges nimeface ni maybe sometimes nimeenda event wase kukose kukubali azini. Kukubali muziki yako. Unacheza vitu hakuna. Yes. Na hiyo inaweza tokea hivi hata azini unaweza hata acha kulipa, wacha niseme hivyo. Yes, like hiyo ni challenge number 1. What? Challenge number 2 ni kununua the DJ equipments. They are too expensive. Sasa sinataka pesa mingi, na maybe unaona pia wewe ni msee una hustle tu bado una kwa chini. Nafaa inuke hivyo. Sasa challenge number 3 yenye mimi kwangu nimeface ni connections. Pia unaona niko na mabestes, lakini kuna wengine anaweza kuwa na connection kiasi kupea, unaona. Wewe mwenyewe ujitafutie, unaona. Like that. Sasa ama maybe waambie msee mimi ni mungoro kwa hizi vitu. Sasa kwambia mimi nitajua aje wewe ni mungoro. Maybe msaje yeye attend event yako yote, unaona. Lakini sasa yaezi kuamini trust pia kwa some clients na kuanga ngumu sana. Hizo ndo maybe me challenge nimeona mingi zimeniface. Yes. Nini kitu umeenda kwa event na ikakubo sana? Nilienda wakapiga laptop yangu mawe. Akasema nini crowd yani ni kama iko ina what? Yes, wakapaswa my machine na ilikuwa hiyo time sikuwa na pesa hata ya kuunda. Yes, sasa ni challenge moja pia niliface tu mwenyewe afanye tena michujo. Ilikuwa kitu kama disco. Kuna kitu inaitwa disco. Disco grounds huko nyumbani huko Shago huko East. Yes. Watoto wakapaswa laptop yangu sasa mwenyewe kuchamusha ndo niunde. Ni boss sana Ni event gani wewe kama DJ? Yes. Una hate sana, upendi kuiattend unless otherwise ni venye tu upendi kufanya hapo kazi? Ni event sana ya sasa mimi event ya matanga sana. Upendi kufanya shughuli za matanga? Reason ninafanya upendi kulia na wali yao. Azini kuna kwanga na huruma sana hapo. Sasa mimi unashindwa utawekea muziki gani? Yes, sasa that's why I hate mambo na matanga. Yes, that's right. Okay. Wewe na matanga maybe tu lakini unaenda. Azini maybe kuna wakati unaenda, ukiitwa unaweza enda. Inakuanga hivi Musaki nita matanga na weke offer mzuri naweza toka nikaenda. Lakini most of them mara mingi zinakuanga zile za low payments. Sasa yani ni kama hakuna kitu naenda kufanya, unaona. By the way, talking of payments, mnalipwa what is your mode of payment? Mnalipwa aje? As in how do you negotiate with your customers? Yes, maybe hapo inakuwa clients kuna panga tofauti. Kuna wale clients wazuri, unaweza negotiate mwambie function kama hii inaweza kufanyia pesa fulani. Like maybe 5,000 ama 10,000. Na msao kupe mara hiyo akwambia ukuja tu kazi. Kuna mwingine atakwambia kuja kazi, after kazi nitakulipa. Tena sasa unaona after kazi umeshafanya kazi umemaliza msana kuchorea stories zako ashapotea. Sasa tena unapata ni kwamba utaenda na cost. Mwenye tena uanze tena azini cost zote za produce hizo vyombo zote kwa store.
gharama tena inakuwa yako msaa shapotea, so unaona. Sasa hata hii pia ni challenge moja tena nyingine by the way. Kweli. Yeah. It is a challenge. Yeah. Na nauliza, yani wewe sasa ni DJ. Yeah. Ni pesa ngapi tu nzuri umeilipo ukafurahia kazi yako? Ama pesa nyingine mbaya sana umeifanya mpaka uka regret kwa DJ? Pesa nishaifanya tu mbaya kabisa yenye nafanya na regret. Ni maybe ilikuwa 300 shillings. 300. Bale disco for a night ama for a day? For a day. Yeah, the whole day. Yes. Somebody giving you 300 bob. Yes. Kwa kazi umefanya? Yes. Watu pia nao wana madharau. Hapo nyuma kwa disco crowns tukianzaanga hii maneno kitambo kidogo. Hapo nyuma. Ukapewa 300. Unachukia hiyo siku sana. Sasa hiyo siku ndo nachukia kabisa. Lakini sasa pesa ishaifanya ukafurahia kazi yako. Ukafurahia kazi yangu. Nimekuwa kitu 2 months ago. Kuna best yangu amenita show nikaenda Homa Bay. Nimeenda Homa Bay wakalipa 30,000 for a night. Wow. Yes. That's good. Yeah. Hiyo ni pesa nzuri sana. Yes, ukijipanga nayo vizuri. Yes. Unaweza furahia kila siku kwa kilipo hivyo 30. Yes. Au unaweza fika mbali. So Paul, kitu ya mwisho kabisa naweza kuuliza. Tofauti ya kuwa DJ na MC ni gani? Kuna watu wanakuwa confused. Yes, MC na DJ. Kuna mtu ajui MC ni nani na DJ ni nani? Sasa DJing kazi yake ni tuseme DJ ni kazi yake ni DJ wacha tuseme kiufupi DJ kazi yake ni control tu muziki yenyewe inafaa icheze mahali fulani. Yani deal with the music. The DJ just deals with the music. Aje kama ni matanga anacheza ngoma hizi, kama ni event ya harusi anacheza hizi ngoma. Lakini kazi ya MC ni wacha niseme ni kama hype wase. Lakini tuanga hype. Lakini sasa hii mambo kama huko kwa mambo na music industry hizi elewa hii maneno. Hype kuna kitu tu hype as in kubonga na wase wakubaliane. For example, MC anaweza kubonga na msema mwambie the musical way. They like that, yeah, sasa kitu kama hiyo. Aseme tunataka kucheza gospel. Wewe DJ kucheza gospel, MC ashabonga na sio ashaelewa. Make sure imeshika chini. Yes. Niko hype sasa kuleta ile hype yani, ile hype ya. Anaita vibe. Yeah, vibe ya show sasa. Yeah, just like wako TMZ. Okay. Yes. Kwa hivyo. Wow, iko na kazi pia. Kuna kazi. Sasa mtu mwenye hajui MC kazi yake ni gani na mwenye hajui DJ ni gani, unaweza mwambia nini? Tofauti ya MC na DJ, MC yeye ukimwacha machine yani ana kitu yote ya kufanya hapo. Yani she has na wacha niseme direct tu watu. Yes. Tunafaa tu dance hivi. Like, tunafaa tufanye hivi. Yes, kitu kama MC ni kama mtu ni kama mwalimu. Naona a control match. Yes, hivyo. Lakini DJ kazi yake ni katalia muziki. Hapo tu, yes. Ni ngoma gani umeicheza na ijai grow old kwako? Ngoma gani umeipenda every time ukienda kwa event lazima uicheze juu haiko outdated? Unaweza sema ni ngoma nishaicheza ukapenda? Siko kadhaa, sijui kama naweza sema mataka moja. Siko kadhaa. Kuna ngoma tu moja yenye haiwezi kugrow ama name 5 zenye unaweza ona hii hata niende wapi itachezwa na watu watamka nayo. Okay, 5 kuna ngoma sasa hapa hii swali pia complicated kidogo lakini nitaijibu venye inakuja. It's like kuna ngoma zinaitwa hizi ni genius. Ukisema kitu kama rumba bongo hizo ni mambo na genius. Lakini umesema umetaka ngoma sio? Ngoma tu like a single song like wa baby or what. Like for me kuna ngoma ya Matulu System inaitwanga ya chini. Hiyo ni rumba. Ya kwanza yeye haijaikuwa old kwangu. Kuna ngoma nyingine ni old reggaeton za Kenya tu. Ya Nigeria by the way ni ya Mr Flavor. Inaitwanga Shao. Hiyo ngoma. Alafu Ishi Fashion. Ya Ishangi. Alafu kuna ngoma nyingine yatokea UG inaitwa ya Radio Wizard. Inaitwanga Magnetic. Hiyo ngoma pia ni kama kwangu haijaisha fashion. Aya tukikuja side za Kenya, shida ya Kenya ni wale wasanii wetu pia vitu wanaimba. Mara mingi si zile ngoma wanaweza cheza public sana kama kwa watu wakubwa hivi. Ni za watoto sana lakini kwangu kwa Kenya ni music. Maybe mtu kama BN peke yake. Hapo tu peke yake au hiyo tu peke yake ndio maybe naweza sema. Bali hizo zingine ni zile tu za kupita. Okay. Yeah. So DJ Paul, yes. Kuna mtu uko nje ako na event. Yes. Maybe unaweza ambia fans wako wanakupata aje? Okay, like mimi mwenyewe hata naweza wapea namba pia. Namba ni ya kazi. Kwa social media all platforms una search tu DJ Paul, DJ space Paul KE. Hizo ndo my official
fan page accounts. Okay. Haya, kwa mambo na namba sijui hapo unaweza wapea tu kama ni ya kazi. Kama ni ya kazi wacha tu niwapea, lakini sijashika kwa kichwa. Mambo yenyewe ni mengi. Na ni mambo namba yako? Mambo ni mingi. Okay. Naweza wasomea tu ni 07 27 96 7906. Yeah. Hapo ukiwa na event kitu yote ya mambo na music, anything about music or learning music, unaweza report kwa hiyo namba 10 minapasheti. Ruta pitana ya like that. Okay viewers, na tu unaweza waambia labda price yako ya nini kabisa? Price like mtu akikupigia simu anajua tunaongelea kuhusu pesa fulani. Like tukienda Audido, mambo na Audido events, sound inafanyanga kitu 8k per day ya nje Audido, lakini ukiniita kwa club kick per night inakuanga 5000. Uko na full set? Yes, kila kitu niko nayo. Okay. Yeah, 5000 peke yake. 5000. Yeah. Hata usiku? Yeah, hiyo ni siku mzima per day. Yeah. Usiku ni bei yake na mchana ni tofauti? Yeah, like kwa sound mchana peke yake ni 4000, usiku pia ni 4000. Lakini ukiniita mimi mwenyewe personal, clubs inakuanga na their own instruments, speaker nini. Sasa ule mimi DJ kwa data na machines unakelea pale setup. Ni sasa nilipa tu 5k peke yake. Yeah. Then done. Yeah. Hapo sasa. Yeah. Watu wangu tunafika mwisho wa podcast yetu. Tumekuwa na DJ Paul in the house. Yes. And here we come to an end. Tunasema asante sana kwa muda wenu kwa kututazama. Yes. And bye for now.